kufanya kuhama kwenyewe. Kwa hiyo baada ya kuanza kuandika sasa ule mfululizo ndo kalenda hii inazaliwa. Ambapo nadhani tunatoka mwaka 1500 kama sijakosea. Kitu kama hiko. Kuzifuatilia pia ndio kipengele. Tushazoea sana kalenda hii ya kawaida ya mshahara. Tunaita kalenda ya mshahara. Huwezi kulipwa na Dhulhijja. Huwezi kulipwa mwezi wa Ramadhani au Shabani au mwezi Rajabu. Bwana, mwezi Rajabu tarehe 27 hapo Rajabu utaniingizia mshahara wangu. Tushazoea matumizi yao. Kwa hiyo utofauti sasa wa hizo tarehe kuanza na kalenda zenyewe imepelekea pia utofauti huo wa miezi. Kwa zinavyokwenda unaweza kukuta tayari huku mwaka wa Kiislamu umekamilika, miezi 12 imekamilika. Kwa hivyo miezi mitukufu minne ambayo ipo ndani yake. Wakati miezi 12 hii imekamilika, labda huku kipindi hiki ilikuwa labda ni mwezi wa kwanza. Then huko kianza mwezi wa kwanza, labda huko iko mwezi wa pili. Vinaenda vinapishana kila zama. Kuna watu wamehesabu mpaka nasema kuna miaka mbele niko ndio utafunga Ramadhani ndani ya mwaka mmoja. Yaani ndani ya mwaka mmoja wa kawaida huu wa Januari mpaka Desemba Ramadhani zikaja mara mbili ndani ya miezi 12. Yaani mpaka katikati ikatokea mara mbili. Miaka mbele huko. Miaka mbele ndio utapata neema hiyo. Neema kubwa shehe. Hiyo ni neema. Sio mchezo. Ramadhani nyingine na mwaka huu zimefuatana. Yaani ukishindwa kuvuna hapo sasa. Kwa sababu najua hii ya kusubiria Ramadhani mpaka Ramadhani kuna ka distance hapa katikati. Kuna miezi kadhaa hapa katikati mpaka Ramadhani irudi. Almost mwaka mzima. Kwa hata ile matendo uliyofanya Ramadhani yale ulikuwa umeyapiga yale kama sala sana, unajua vinaenda vinachuja imani na kwa hiyo kuikazia imani ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio unaifunga screw palipovuja. Sasa hiyo utapata chance ndani ya mwaka mmoja ni mara mbili. Upumzishi mazoezi. Kwa hiyo Februari hii tutashuhudia watu vilio vyao vitakavyotoka kwenye Valentine. Wataenda hizo dua za makafara na nini. Umeniacha utakoma. Zitaenda kunuiwa kwenye saumu. Zimebakia siku 4. Usipondodia na kufungia. Na ndio makosa tunayofanya. Na tunaingiza afya zetu za kibinadamu. Mambo yetu ya kibinadamu tunaingiza kwenye ibada, katikati ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Na kwa Waislamu na Wakristo, huku mwezi wa Ramadhani, huku Kwaresma, ni miezi mitukufu, ni siku za kujiosha dhambi, ni siku za kurudi kwa Mwenyezi Mungu, ni siku za kumtumikia sana. Hizi ibada ni kati ya Mwenyezi Mungu na mja wake, katikati ya kuamna. Sasa wakati ibada hizo zinakuja, ndani pia kuna siku nyingine hapo hiyo ya masuala ya Valentine. Kama tunavyofahamu, mahusiano yanawapeleka sana resi vijana. Inafika sehemu sasa ndo maapizo makafara kama hayo. Watu wakaambia kwa sababu umeniacha na kufungia mwezi wa Ramadhani. Sote nafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nifanye ibada. Na kufungia nakwambia utoboi na wewe mwanamke unamuoa unaenda na maneno na hivyo nakwambia kwa hiyo hapo kuna watu Valentine watampost mtu mwingine alafu baada ya siku moja au mbili atafunga ndoa ya uji na mtu mwingine. Ipo na ni kawaida kabisa kwa mahusiano ya vijana wa Dar es Salaam. Pamoto kila kete na kete yake. Shotona ile draft. Kila kete na mwenza? Kila kete na yaani usije ukajichanganya. Tena hasa kwa vijana waogopeni sana mapenzi, yaogopeni. Achaneni nayo. Kwa nini? Yatawavuruga kwenye funga au yatavuruga. Yaani kwenye kila kitu. Hadi kwenye mfuko wako, hadi kwenye kila kitu kisaikolojia, hadi kuumwa utaumwa. Kwenye hama korokoro ya mahusiano. Unless otherwise upo serious na jambo ambalo unalifanya kwamba sasa naingia kwenye mahusiano, kuna kitu nakitafuta. Kwa kila mmoja na malengo yake. Lakini ukisema na hayo mahusiano serious pia ndio watu tunakuambia usiyafanyie hapa sasa. Sawa au uko mbali hujui na nini, lakini sasa kwa hapa Dar es Salaam uwe makini. Kama utampata binti ama utampata kijana basi uwe makini. Yaani umakini uwe mkubwa. Usiingie kichwa unaweza kaachwa feri. Unasubiria Boeing itue Kigamboni pale. Watu wakabaki na staajabu. Kwa hiyo achaneni na makorokoro, lakini pia isitutoe kwenye reli kama vijana, kama wazee, kama kina mama, kama kina watoto, yaani rika